5, 6, 7, go. Linda ndoto, linda maisha, tunza mazingira. Kwa majina naitwa Othman Juma Nakadi. Mimi ni msanii wa sanaa za Kiswahili. Hapa kwa ajili ya maandalizi ya mradi ambao sisi kama wasanii tumeandaa maigizo ambayo kwa namna moja au nyingine yenye lengo ya kuelimisha kuhusiana na masuala ya mazingira, utunzaji wa mazingira kwa ujumla na vyanzo vya maji. Sasa naamini wasanii ni sehemu ya mabadiliko, ni chachu ya mabadiliko. Kwa maana hiyo sasa, kwa kuandaa maigizo itakuwa ni sehemu ambayo ya kubadilisha jamii, ambayo jamii yetu sisi imekuwa ikikumbana na changamoto kubwa sana sasa katika mazingira. Tunaamini sasa wanajamii wanahitaji mabadiliko na kuwa watunzaji wa mazingira ili basi kutokana na majanga ya mabadiliko ya tabia nchi. Lakini sisi kama wasanii pia ni kioo kwa kuonyesha kwamba haya mambo wanayofanya ambayo yanaharibu mazingira mengine sawa, inawezekana ikawa ni sehemu ya kufanya wao wapate vikwazo. Kwa hiyo naamini kwamba kwa fursa hii tulioipata ni sehemu ya kuonyesha uwezo wetu, lakini vile vile kuibadilisha jamii. Kwa hiyo msanii ni kioo na watu wanajiona kupitia kisasa. Naamini tutafanya vizuri, tumepanga mambo ni bamba. Kwa jina naitwa DJ Sofeta, ni msanii wa jukwani. Jina la kisanii natumia Prince Tiger. Mimi ni msanii ambaye nashiriki katika mradi wa The Voice of Valley chini ya usimamizi wa vijana Artwork. So naweza kutumia sanaa yangu katika kuleta mabadiliko chanya katika jamii. Nimefurahi sana kuwa katika mradi wa The Voice of Valley kwa sababu nitatumia sanaa yangu kwenye kuleta mabadiliko chanya katika jamii, kushawishi au kuhamasisha jamii kutunza mazingira na kuepuka ukataji miti ovyo, uchimbaji wa mchanga kwenye maeneo ya mito ya Kikonge Kokoto. So naweza nikasema sanaa si burudani, ila hii theater for development inaenda kuleta mabadiliko chanya na makubwa katika jamii kwenye kubadilika kuanzia sasa. Okay. Tukizungumzia sanaa za majukwani, ni sanaa zinazochezwa live na audience wakiwa wanaangalia. Na dhumuni la sanaa za majukwani ni kuelimisha na kuburudisha watazamaji. Kwa kwenye huu mradi wa The Voice of Valley tunaelimisha kuhusiana na utunzaji wa mazingira. Tunahitaji kuelimisha wananchi wa Rombo kuhusiana na utunzaji wa mazingira. Wanapofanya shughuli zao hizo za kuchimba kokoto, kukata miti ovyo, inaharibu mazingira na athari mbalimbali zinatokea katika hizo shughuli zao. Kwa sisi dhumuni la huu mradi wa The Voice of Valley ni kuelimisha juu ya ukataji wa miti ovyo na hii uchimbaji wa kokoto. Naitwa Dumei Awaisi, ni mratibu wa sanaa za majukwani. Mwaka huu nimeweza kupata fursa ya kuweza kusimamia mradi ambao unaitwa The Voice of Valley, unasimamiwa na DID kwa kupitia vijana Artwork. Tumetumia sanaa kwa maendeleo ili kuweza kufikisha ujumbe kwa jamii ambayo tunaenda kuiangalia. Jamii ni wapi? Ni Rombo, Tarakea, mkoa wa Kilimanjaro. Sanaa kwa ajili ya maendeleo ina vipengele 7. Tumetumia vipengele hivyo ili kuweza kufanya maandalizi ya maonyesho ambayo yataenda kufanyika mwezi wa 4 na mwezi wa 6. Kwa hiyo naamini tutafanya vizuri na jamii itapokea vizuri, kwa maana tunazo njia mbalimbali za kuambia kwamba kitu wanachokifanya ni kuharibu mazingira. Kule wanapata changamoto ya kuharibu mazingira, kufanya shughuli za kilimo, kufanya shughuli mbalimbali kama upondaji wa kokoto, kuchimba mchanga pembezoni na ndani ya vyanzo vya maji. Kwa hiyo naamini kwa kupitia sanaa kwa maendeleo itaweza kutusaidia kuwaelimisha na kuwapa njia mbadala ya kuweza kujipatia kipato chao, ikiwa kama kufanya ufugaji wa nyuki, kuwasaidisha na watu wa serikalini, kuwapa mikopo na kuweza kufanya shughuli nyingine mbalimbali. Kwa hiyo naamini mradi utakaa vizuri na kila kitu kitakaa sawa. Kwa wasanii kama wasanii tumejipanga, maana hii ni njia rahisi ya kuweza kuelimisha jamii na kuwapa majukumu mengine kwa ajili ya kujipatia kipato. Asante. Majina naitwa Agatha Elia Mwangambili, ni mwanafunzi wa mwaka wa pili chuo kikuu cha Dar es Salaam Creative Arts, nachukua Bachelor of Arts in Theatre Arts. Lengo la kujiunga katika huu mradi wa Voice of Valley ni pamoja na kutoa elimu
kuwasaidia hiyo jamii ya Wanarombo katika hasara za kutumia maliasili ovyo, maanisha kukata miti ovyo, kubonda kokoto, kuchimba mchanga. Kwa hiyo lengo la huu mradi ni kutoa zile hasara ili watu waweze kuelimika na kuelewa katika hizi hasara zilizopo. Pia katika sala la maonyesho ya jukwani ni mapenzi yangu. Napenda sana maonyesho ya jukwani, napenda kufanya maonyesho ili watu waelimike pia na pia kipawa nilichonacho na ambacho tutakitumia katika kuhamasisha watu ni kutumia ile nguvu ya ushawishi, namna tutakavyoongea nao, namna tutakavyoweza kutumia maneno mazuri ya kuweza kuwashawishi waweze kutumia maliasili vizuri na pia kutumia hizo nishati za mbadala, wasitegemee katika kukata miti ovyo, wasitegemee katika kutumia kokoto, wasitegemee katika kuchimba mchanga. Utatus Nestori Mbaravia ni mkurugenzi wa taasisi ya Diversity Initiatives for Development Tanzania. Taasisi yetu ni taasisi inayodili na masuala ya watoto, mazingira na wanawake na vijana. Kwa sasa tuna mradi wa Voices of the Valley ambao ni sauti za mabonde juu ya utunzaji wa vyanzo vya maji katika maeneo mbalimbali na hususan kwenye eneo la wilaya ya Rombo, ambayo kwa sasa tumechagua eneo la Tarakea ambao kule kuna vyanzo vya maji vya Kamdawi pamoja na mabonde mbalimbali kama vile bonde la Mto Tarakea. Mradi huu ni mradi ambao unafadhiliwa kutoka kwa mradi wa vijana TUWAKA ambao unasimamiwa na SIDEA, ambao umekuwa sponsored na European Union kwa kusimamiwa na SIDEA na Goethe Institute. Mradi huu ni mradi ambao tunatarajia kutekeleza kwa kipindi cha mwaka mmoja, ambao tutatoa elimu mbalimbali za kuhusiana na masuala ya mazingira na utunzaji wa mazingira kwa ujumla. Katika mradi wetu tutakuwa na activity kubwa mbili, ambao activity ya kwanza ni utoaji wa elimu ambao tutatumia njia ya sanaa za majukwani au kwa lugha ya kitaalamu wanaziita theater for development, na njia nyingine tutatumia njia ya upandaji miti ambao ni kama chachu au suluhisho mojawapo la utunzaji wa mazingira au mfano bora wa jinsi ya kutunza mazingira. Katika maeneo hayo ambayo nimeyataja kama vile chanzo cha Kamdawi pamoja na bonde la Mto Tarakea ni moja ya maeneo ambayo yameathiriwa zaidi na shughuli za kibinadamu kama vile uchimbaji wa kokoto, tuna uchimbaji wa mchanga pamoja na shughuli nyingine za kibinadamu kama vile ukulima katika vyanzo mbalimbali vya maji. Kwa miaka ya nyuma na sasa tuna upungufu mkubwa wa maji katika halmashauri ya wilaya ya Rombo kutokana na shughuli mbalimbali za kibinadamu kama vile kuvamia katika vyanzo vya maji, ukulima usio kuzingatia pamoja na ukataji ovyo wa miti. Tunajua tuna maeneo mbalimbali kwa wilaya yetu ya Rombo. Tuna maeneo mengi ambayo yametengwa kwa ajili ya serikali kwa ajili ya upandaji wa miti ya biashara na miti mingine ya miti ya asili, ambayo hiyo miti ya asili ndio miti ambayo inatunza vyanzo vya maji. Na kwa uzuri tuna taasisi mbalimbali ambazo zinasimamia utunzaji wa mazingira, ila bado kuna uhitaji wa elimu zaidi kwa jamii kuhusiana na uharibifu wa mazingira kwenye eneo letu, hususan katika maeneo ambayo yana mito na mabonde mbalimbali ambayo ni muhimu kuyatunza kwa ajili ya vizazi vya sasa na vizazi vijavyo.